Watoto wenye macho meusi ni mojawapo ya hadithi za kutisha zaidi zilizoenea sana kwenye mitandao, vitabu na masimulizi ya watu mbalimbali duniani. Hadithi hizi zinaripotiwa kutoka sehemu mbalimbali, hasa Marekani, Uingereza na nchi nyingine za magharibi. Watu wengi wanaodai kuwa wamekutana na viumbe hawa wanadai kuwa walihisi hofu isiyoelezeka, kana kwamba walikuwa mbele ya kitu kisicho cha kawaida kabisa. Kwa mujibu wa simulizi nyingi, watoto hawa huonekana kama watoto wa kawaida wenye umri wa kati ya miaka 6 hadi 16. Wanavaa mavazi ya kawaida na mara nyingine yakiwa ya zamani au ya kifahari kupita kiasi, na mara nyingi hujitokeza wakiwa wawili au zaidi. Kitu cha kushangaza ni kwamba macho yao ni meusi kabisa, bila weupe wa macho au mboni zao. Watu wengi wameripoti kuwa watoto hawa huonekana ghafla, mara nyingi jioni au usiku, wakiwa mahali pasipo na watu wengi. Na moja ya tabia zao zinazotisha ni kwamba wanapofika nyumbani kwako, basi wanasisitiza kuomba ruhusa ya kuingia ndani ya nyumba, gari au mahali pa mtu mwingine. Wanatumia maneno ya kirafiki lakini yenye msisitizo wa kutaka kuingia, na wako wengi walioripoti kuhisi kuzidiwa na hofu kali au kufunikwa na hisia nzito za huzuni, uchovu au hata kutoelewa wanachofanya walipokuwa karibu na watoto hawa, na kwamba unapowatizama kwa muda mrefu basi huanza kuhisi kizunguzungu au mwili kufa ganzi kabisa. Ziko simulizi maarufu zikiwaelezea watoto hawa wenye macho meusi, ikiwemo kisa cha mwandishi wa habari Brian Bethel mnamo mwaka 1996. Brian Bethel alitoa simulizi mojawapo ya kwanza zaidi iliyoandikwa kuhusu watoto hawa. Alisema kwamba usiku mmoja akiwa kwenye gari lake huko jijini Texas nchini Marekani, watoto wawili walimtokea na kumuomba awape lifti. Alisema kuwa alikuwa na hofu isiyoeleweka na akagundua kuwa macho yao yalikuwa ni meusi kabisa, na alipokataa kuwaingiza ndani ya gari, ghafla watoto hao walitoweka kwa mshangao mkubwa sana. Baadhi ya watu wanadai kwamba waliwaruhusu watoto hawa kuingia ndani ya nyumba zao. Wanadai kwamba baada ya kuwaruhusu kuingia, walianza kujihisi vibaya kimwili na baadaye wakagundua kuwa wanakumbwa na magonjwa yasiyoeleweka, bahati mbaya au hata misiba ya kifamilia. Watu wengi wameripoti kuwaona watoto hawa wakiwa wamesimama pembezoni mwa barabara au mitaa yenye giza, wakitizama magari kwa macho yao yasiyokuwa na hisia zozote zile. Kutokana na matukio haya yasiyoeleweka, zikaibuka nadharia kadhaa kujaribu kuelezea watoto wenye macho meusi. Nadharia ya kwanza inasema huenda walikuwa ni viumbe wa kiroho au pepo. Baadhi ya watu wanaamini kwamba hawa ni pepo waliovaa sura ya binadamu ili kudanganya watu. Imani hii inatokana na tabia yao ya kushawishi ruhusa ya kuingia ndani ya nyumba. Lakini nadharia ya pili inasema huenda wakawa ni mazimwi au vampire wa kisasa. Kuna wanaosema hawa ni aina fulani ya vampire wa kisasa ambao wanahitaji mwaliko ili waweze kuingia na kushambulia wahasiriwa wao. Baadhi ya wanasayansi wa nadharia za viumbe wa nje wanapendekeza kwamba watoto hawa huenda wakawa majaribio ya viumbe wa nje waliojaribu kuunda binadamu wa kuonekana kawaida lakini wakashindwa kabisa. Na wataalamu wa saikolojia wanaamini kwamba hadithi hizi zinaweza kuwa ni sehemu ya hofu ya pamoja, ambapo watu huathirika kwa hadithi wanazozisikia au kuanza kuziona kwa akili zao. Je, watoto hawa wana madhara gani? Watu wengi wanaamini kwamba ukiwapa ruhusa ya kuingia ndani ya nyumba au gari lako, madhara haya yanaweza kutokea, kama vile ugonjwa wa ajabu au maumivu yasiyoeleweka, matatizo ya kifamilia
kifamilia au vifo vya ghafla sana, lakini pia unaweza kuhisi huzuni kali au kupoteza kumbukumbu kabisa. Mpaka sasa hakuna uthibitisho wa kisayansi kwamba watoto hawa wapo, lakini simulizi zao zimeenea sana kwenye mitandao, redio na hata filamu za kutisha zaidi. Sasa endapo ukikutana na watoto wenye macho meusi, usiwape ruhusa ya kuingia ndani ya nyumba au gari lako, lakini pia epuka kuangalia moja kwa moja kwa muda mrefu. Ondoka haraka na uepuke mazungumzo marefu nao, na pia usiwaamini hata wakionekana kuwa na shida sana. Hadithi za watoto wenye macho meusi zimekuwa sehemu ya hofu kubwa katika zama za kisasa. Ingawa hakuna uthibitisho wa kisayansi, lakini watu wengi wamedai kuwa wamekutana nao na hadithi zao zinafanana kwa njia ya ajabu sana. Je, ni kweli au ni hofu ya pamoja tu? Siri hii bado haijapata jibu thabiti mpaka hivi leo, na mpaka hapo sina la ziada. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Unaweza kunifollow kwenye ukurasa wangu wa Instagram kwa jina hilo hilo la Abdul Kingungo. Asante kwa kunisikiliza na tukutane katika makala zinazofuata.